Kulingana na rekodi ambazo zimepatikana ni kwamba kuna visa vya wasichana ambao wamepata mimba. Japokuwa tunazungumzia mimba peke yake, hatujazungumzia kuhusu magonjwa ya kuambukiza ambao wasichana hao watakuwa wamepata. Katika sehemu ya Kajiado, kulingana na data ni 5834, sehemu ya Makueni 2528, Garissa 1442, alafu sehemu ya Embu ni 932. Sasa tunajaribu kuangazia hasa katika sehemu hii ya Makima. Kwanza kuna kesi 14 za watoto ambao wamepata mimba au ujauzito, na 2 kati ya hao hata walikuwa wameolewa, lakini kupitia kikundi ambacho tunafanya nacho kazi cha Mwangaza Women Rights Organization tukaweza kuwarudisha kwa nyumba zao. Sasa katika sehemu hii tumeanzisha mfumo sasa ya msichana kulinda msichana mwingine. Kwanza hii leo tumeweza kupeana dignity kits ambazo ndani zina sanitary pads, ziko na mafuta, ziko na mswaki, ziko na dawa ya mswaki, kuna underpants pia. Lengo ni nini? Likiwa kwamba tuweze kujaribu kuona pengine inaweza kuwa ndio udhaifu ambao wanaume wanatumia ili kuwapata wasichana ambao bado hawajaelewa vizuri ili kuweza kuwachukua na kuwatia mimba. Sasa sisi tunapania kupata wasichana 1000 hii sehemu ya Makima. Lakini zaidi ya hivyo, tunaanzisha mfumo ambao msichana atakuwa analinda msichana mwenzake. Hapa Makima katika makundi ya vijiji 70, katika kila kijiji kutakuwa na wasichana ambao wanahakikisha kwamba wasichana wenzao kila siku asubuhi wako. Na kama hawako mara moja watafute wajue wameenda wapi. Na kama hayuko ameshachukuliwa kwenda mahali, mara moja ripoti ipatikane ili aweze kurudishwa. Lengo ni nini? Kuhakikisha kwamba wasichana wanabaki wakiwa nyumbani, waendelee na masomo mpaka wafikishe umri wa miaka 22. Lakini msichana ambaye amesoma ataolewa na mwanaume ambaye pia amesoma, ambaye itahakikisha kwamba maisha yao yanaweza kuboreka. Hata kulinda familia yao pia itakuwa ni rahisi. Na wale ambao hawajasoma na wanapitia hali ya dhulma, kwa sababu hana njia ya kuweza kujitegemeza, ni rahisi sana kubaki katika dhulma hiyo maisha yake yote, kwa sababu anajiuliza nikitoka hapa mimi nitaenda wapi? Kwa hivyo anabidi avumilie akiwa anapata dhulma pale pale. Lakini akiwa anaweza kujitegemeza, ni urahisi sana yeye kuweza kujitoa na kujitafutia maisha vile ambavyo atakavyojiendesha. Sasa ndio mfumo ambao tunataka kuanzisha hapa sehemu ya Makima, na tutaanzisha pia katika sehemu zingine ambazo tunafanya kazi. So hali ya kiuchumi inachangia. Na juzi tulifanya ukaguzi, kuna familia 1306 sehemu ya Makima ambao zinaishi katika hali mbaya sana kiuchumi. Ambao ni jambo ambalo serikali za kaunti na hata pia serikali kuu ziweze kuangazia, je, how do we uplift standards of living za haya hizi nyumba? Ndio angalau tuweze kuona kwamba tunapunguza umaskini na pia leo uwezekano wa hizi familia kurudi nyuma kiuchumi. Na kesi 14 ambao sasa ziko kotini kwa ajili ya wale ambao wamedhulumu wasichana, wamewatia mimba kuwaoa. Lakini bado mkazo ni kwamba mfumo wa kisheria unapaswa kuzingatiwa kwa uzito. Yeyote ambaye anashughulika na kuweka mimba watoto ni achukuliwe hatua. Kwa sababu hakuna njia nyingine. Ni kumdhulumu. Yeye ataenda wapi kama shapata mimba? Kama nilivyokuwa nataja hapa, mtoto akivulana yeye ataendelea na masomo yake ama mtu aendelea na shughuli zake. Msichana yeye atabaki nyuma, sasa atazidi kurudi nyuma. So ndio maana nasema kila mmoja achukue jukumu lake la kutekeleza. Iwe ni chifu, iwe ni commissioner ama ni nani, tuhakikishe kwamba sheria inafuatwa ili kuhakikisha haki inapatikana. Kudhulumiwa kwa msichana ni criminal offense, sio kesi ya nyumbani. Mara moja wanapaswa kufahamisha vyombo vya kisheria ili achukuliwe hatua, kwa sababu kiakili huyu mtoto ataathirika maisha yake yote. Sasa ukisuluhisha kesi hapo nyumbani na mtoto aendelea kumuona kila siku, naye pia anaona kwamba amedhulumika. So si sawa kusuluhisha hizo kesi nyumbani, kwa sababu ni kesi ambazo zinapaswa kwenda kotini. Kwa hivyo ni kesi zinapelekwa kotini na mambo ya kisheria yachukuliwe. Ndio baadaye wale ambao wanafikiria kudhulumu watoto wataogopa.